Moja ya dalili mafundisho ya nani? Ya Balaam. Nataka tuangalie hayo mafundisho ya Balaam ni mafundisho ya aina gani, mifano yake. Sema amina. Na Balaam, mnamfahamu Balaam? Mnafahamu Balaam? Ameandikwa wapi? Agano la Kale kitabu gani? Sasa andika, utapata muda wa kwenda kumsoma vizuri. Balaam alikuwa ni mtu kabisa. Kitabu cha Hesabu sura ya 22, sura ya 23, sura ya 24 na sura ya 25. Balaam ameelezewa vizuri kabisa. Sitasoma ili akutajia, utaenda kupata mwenyewe muda wa kusoma. Mimi nitataja tu baadhi ya tabia za mafundisho ya nani? Ya Balaam. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu sura 22, 23, 24 na 25. Kwa yako makanisa, mchungaji anaona na kanisa limejaa washirika, na mchungaji anafundisha mafundisho ya kujenga washirika wake, lakini katikati yake kuna mafundisho ya Balaam yanaendelea na watu wanayashika ndani ya kanisa. Ndio maana leo kuna makanisa mengine kuta kuna mpasuko unatokea. Mtu alikuwa kiongozi anajiengua, anatoka aenda kufungua kanisa lingine, alafu anaanza kushindana na mchungaji wake pale alipotokea. Naeleka vizuri. Mafundisho ya Balaam. Mafundisho yao ni yapi? La kwanza, haya mafundisho ya Balaam, alikuwa anafundisha watu kufanya vita na mtumishi wa Mungu. Kufanya vita na mtumishi wa Mungu. Yako makanisa leo, mchungaji anajitahidi, anaomba, anafunga, anafundisha watu, anawajenga, alafu kuna mjinga mmoja anatengeneza kikundi cha uasi ndani ya kanisa. Wanaanza kumsengenya mchungaji, wanaanza kumteta, wanaanza kupanga naye vita. Huyu kaitwa kweli? Atakuwa hajaitwa, atakuwa amejiita. Mwangalie mke wake alivyokuwa kimbaumbau. Hii jamani, mchungaji jamani, anajiona yote. Yaani vitu fulani tu. Hamjawahi kuyaona hayo? Labda kama hujatembea. Yapo. Wasi unatokea kwa mchungaji anajenga, ila kuna mtu mwingine anafundisha mafundisho, ana kikundi chake ndani. Unaweza kuta idara ya wanawake na wamama, alafu kiongozi ajitahidi kuwabeba viongozi, anafundisha wamama, alafu kuna kikundi cha mama mmoja mjinga mmoja anatengeneza na mamake, wanaanza kumsengenya yule kiongozi wa mama na wanawake. Afai. Mchungaji ndio amesukumwa tu akili zake mwenyewe. Atufai kabisa. Yaani from nowhere. Kwenye kikao kiitwa, basi jamani toa wazo lolote. Hakuna hayo mliosema. Hayo. Ukifunga kikao anakaa pembeni. Lile hata sijalikubali. Hamna kitu kabisa pale. Hamna kitu. Hama. Mbona bado uko hapo? Na usipohama manake wewe ndio kiti cha nje cha shetani mwenyewe. Umekubali kutumiwa. Katika kitu ambacho nikufundisha askari wa Bwana, sema amina. Kwa yule ambao unania kwenda mbinguni. Ukiona umesali mahali na unapishana na mchungaji, aidha kimtazamo au kimawazo, usifanye vita naye. Naeleka vizuri. Usifanye vita, yeye atapambana na aliyemuita. Kwa hiyo ukiona usijone una maono sana, unaaga tu kwa amani. Unaambia baba nibariki, naenda kuanza kazi ya Mungu. Sema amina. Yes. Tafsiri yake ni nini? Inawezekana ukawa umemachua, umeshafika level ya ukuaji tayari, unataka kufikia hatua ya kujitegemea. Yaani mimi mwanangu Dave umefika miaka 30, alafu baba ikichakula mimi sikipike leo kipike chakula fulani. Pumbavu, nakutandika na bakula, toka hapa. Kapange nyumba yako. Kwangu unanipangia chakula. Kisa na miaka 30 unakoloma na una ndevu kama za kwangu. Maana yako umefika hatua ya kujitegemea. Naeleka askari Bwana. Yes.
Lakini ukiona unang'ang'ania hapo hapo, maana yake unataka kuleta confusion, unataka kuleta fujo, unataka kuleta mpasuko. Ndio maana. Kuna kanisa fulani niliwahi kusali na nikaona kuna mawazo mengi nilikuwa nikishauri hayafanyiwi kazi, na yalikuwa yanakinzana na mchungaji kiongozi ambaye nilimkuta mahali pale. Nikaelewa shida iko wapi. Naeleweka vizuri. Nikaona okay, yamkini wakati wangu umefika. Kwa nikiendelea kulazimisha hakitaeleweka. Naeleweka vizuri. Kwa ulifika muda nikamwambia Baba, naomba unibariki. Naona Mungu umetimia wakati wangu kwa mimi kwenda kuanza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka sasa hivi bado naendelea. Na ninaitwa kwenda kuhudumu. Na leo ukiona mtu analeta uasi ndani ya kanisa, ni shetani mkubwa. Hata kama umeenda kanisa la mitume na manabii ukaona wanananili mafuta ukaanza kutengeneza uasi kanisani, wewe ni shetani kama shetani mwingine. Naeleka vizuri. Yaani mimi nitoke niende kanisa la mitume na manabii, alafu naanza kuwakusanya vikundi vya watu. Hapa uje mchungaji andofundisha upotofu, tutoke. Utakuwa umeenda kufanya fujo mahali pa watu. Njema ni nini? Kafungue nawe mahali kituo na ufundishe mafundisho yako. Watakaoyafuata watayafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa fundisho la kwanza ilikuwa anafundisha watu kufanya vita na watumishi wa nani? Wa Mungu. Bala alifundishwa watu namna gani kupambana na wana wa Israeli, kuwazuia wasiende kwenye nchi yao ya ahadi. Kwa ukiona ndani ya kanisa kuna mtu anakufundisha, kwa wewe ambaye ni askari wa mahali hapa ama ambaye unasali mahali pengine, ukiona kuna mtu fulani anaanza kufundisha mfanye vita na ule mchungaji wako, mkimbie kama ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua kuna watu nikazao ni kuvuruga tu. Unajua? Kuna ushuhuda mtu mmoja aliwahi kumsikia, ambaye mchungaji alikuwa ni miongoni mwa viongozi wake. Akisema watu jiandae kwa ajili ya ushuhudiaji, mchungaji huyo hapana kwa sasa hivi. Wakisema mimi tuandae changizo kwa ajili ya mkutano, mchungaji hapana, hela hazipo. Kwa ajili haipo. Jamani basi tumeona mradi kwa ajili ya kuanzisha biashara kanisa, mradi wa korosho. Hiyo sawa, tufanye changizo. Unajua kuna kitu cha enzi cha shetani ninacho kwenye kabineti yangu. Naeleka sikala bwana. Usikubali mtu akakujaza maneno ya kufanya vita na mchungaji wako mahali popote utakaposali. Na ukiona umefika hatua hauelewani na mchungaji wako, muombe kwa amani uambe. Sema amen. Na huo ndio utakatifu. Bwana Yesu naeleweka vizuri. Na hata kama una mchungaji amekengeuka, ondoka wewe. Kama unaona umemsaidia mchungaji asaidiki, nyosha mikono, mwambie Baba wa mbinguni, nimejitahidi kwa nafasi yangu imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukichunguza wengi, alikuwa na upako sana, kanisani alikuwa anahubiri sana, alikuwa akiomba ni balaa, alafu akatengeneza uasi, akaenda kufungua kanisa mahali. Angalia kanisa baada ya miaka michache halipo kanisa tena.